Poa TV, sauti ya wote. Hawa CCM wao, hawa sasa hivi hao, hawa CCM mabisho sasa hivi hao, eti kuna watu wanatuambia tusishiriki uchaguzi kwa sababu tukishiriki tutakufa. Pumbavu! Mawazo, kwa nini tuliruhusu wakafa? Kwamba nguvu tuliyoiweka, maarifa tuliyoweka, namna taasisi tulivyoijenga imekuwa taasisi kubwa, imekuwa taasisi ambayo Watanzania wanaiangalia. Leo wanatokea watu wanatuambia, unajua, kama hakuna sheria nzuri, kama hakuna katiba nzuri, hatushiriki uchaguzi. Lini Chadema tulikaa tukaamini tutashinda uchaguzi kwa sheria nzuri? Lini ndugu zangu? Lini tulisema kwamba eti Chadema kushinda mpaka katiba iandikwe? Lini? Nawauliza watu wa Katoro, lini? Kwamba kuna siku tulikaa tukasema eti Chadema tutatangazwa udiwani, Chadema tutatangazwa ubunge eti kwa kuwa na sheria nzuri? Tumeijenga taasisi ile kwa gharama kubwa. Tumeijenga taasisi ile kwa damu na jasho. Tumeijenga taasisi ile kwa kufungwa, kwa kukamatwa polisi, kwa kupigwa mabomu ya machozi, kwa kufanyiwa kila aina ya vituko. Lakini tulisimama imara kama vijana kuijenga taasisi ambayo tuliamini inakwenda kuwakomboa Watanzania. Nguvu tulizoziweka kuijenga taasisi ile tuliyotoka, akili tulizoziweka kuijenga taasisi tuliyotoka, maarifa tuliyoweka kuijenga taasisi tuliyotoka, talanta alizotujalia Mwenyezi Mungu tulizoziweka kuijenga taasisi tuliyotoka, hazikuwa za masihara, hazikuwa za utani, hazikuwa za mchezo. Tulifanya vile ili tujenge taasisi itakayokuja kuwakomboa Watanzania kutokana na makucha na mateso ya Chama cha Mapinduzi. Mwaka 2008 tulipambana hapa. Uchaguzi mdogo CCM walikuwa wanatafutana hapa. Tuliwafikisha CCM hata kuvaa sare za nguo zao wanaona aibu. Uongo ndugu zangu. Tuliwafikisha mahala CCM kutembea mtaani wakivaa sare za CCM walikuwa wanaona aibu. Tulikuwa na sheria nzuri, tulikuwa na katiba mpya. Kilichotufanya ni kuhakikisha tunawajenga umma wa Tanzania kuelewa. Umma wa Tanzania usanda waelewe kwamba kupambana na Chama cha Mapinduzi ni suala linalohitaji nguvu ya kujitoa, jihadi Waislamu tunaita. Na tulifanikiwa. Tukashinda kata hapa Busanda. Leo ninapozungumza nina maumivu makubwa. Kaka yangu, rafiki yangu, Kamanda Alphonse Mawazo leo yuko chini futi 6, anaiangalia Chadema inaiogopa CCM. Tunamjibu nini Mawazo? Kwa nini tusingemwambia Mawazo, usipambane Busanda, usipambane Geita, subiri tubadilishwe sheria? Kama Mawazo, damu ya Mawazo imemwagika kwenye uchaguzi, na sisi wengine lazima tuwe tayari kupambana na CCM, na sisi damu zetu zimwagike, lakini iko siku kitaeleweka. Lakini sio Mawazo amwaga damu yake kupambana na CCM, halafu sisi tuogope tuseme tunasubiri sheria mpya. Hiyo ni dhambi na Mungu hatotusamehe. Kama watoto wa Mawazo wako mayatima leo, baba yao amekufa, ameuawa kikatili, kinyama, kwa sababu akiwapigania watu wa Busanda, na mimi nina wajibu, watoto wangu ikibidi wabaki kuwa yatima, niwapiganie watoto wa Kitanzania kwa gharama yoyote. Ndugu zangu, kwa gharama yoyote. Hatuwezi kuwakimbia CCM kwenye uchaguzi. Hawa CCM wao, hawa sasa hivi hao, hawa CCM mabisho sasa hivi hao. Tumepambana na CCM iliyopita, mnajua, nginja, jino. Leo polisi wanalinda mikutano yetu hapa. Miaka 6-7 iliyopita, Salum Mwalimu nikionekana tu bomu la machozi.
Uongo. Nchi ilikuwa imejaa mabomu ya machozi kuliko mbegu za mahindi na ufuta. Kisa kuwahudumia, kuwashughulikia wapinzani. Lakini tukapambana, tukakaza msuli, tukakomaa, tukaenda mbele. Hatujaogopa risasi, hatujaogopa bomu, hatujaogopa jela, hatujaogopa kukamatwa na polisi, hatujaogopa biashara zetu kufilisiwa, hatujaogopa kuuawa, hatujaogopa kutekwa, hatujaogopa aina yoyote ya vitisho. Tulisimama kama watu wenye dhamira ya kuwatafutia mabadiliko wa Tanzania. Leo CCM ya kibisho hii, eti kuna watu wanatuambia tusishiriki uchaguzi kwa sababu tukishiriki tutakufa. Pumbavu. Mawazo, kwa nini tuliruhusu wakafa? Yaani wao wanaogopa kufa, eti tukishiriki uchaguzi tutakufa. Kwa nini tulimruhusu Mawazo akafa kwenye uchaguzi? Sisi ni nani tuogope? Tukawaambia wenzetu, twendeni kwenye uchaguzi. Hawataki. Twendeni kwenye uchaguzi. Damu ya Mawazo itatuhukumu. Twendeni kwenye uchaguzi. Kama kufa tufe, kama kukamatwa tukamatwe, kama kuibiwa tuibiwe. Twendeni, tusiache. Wanatuambia eti tutakufa. Niliwaambia Msoma. Nalo nawaambia watu wa Katoro. Mimi babangu alifariki nikiwa na miaka 3, simjui. Ukikaa na bibi anakuambia unafanana na babako. Ukikaa na mjomba anakuambia unafanana kidogo na mama yako, simjui. Miaka 3. Nimelelewa na mama na Watanzania waliomsaidia usiku na mchana kunilea. Nimesoma, madigiri nimemaliza, nimepata kazi nzuri tena. Na wenyewe baadhi yenu mnanikumbuka hapa. Wakati huo nikiwa kituo cha televisheni cha Channel 10, hamlali mnasubiri kibonzo kwenye Asubuhi Njema Channel 10 cha Salum Mwalimu. Uongo. Niliacha nikasema hapana. Kama Watanzania wamenilea nikiwa sina baba, na mimi nina wajibu wa kuhakikisha vijana wenzangu, generation ya chini yangu niisimamie, niipiganie na yenyewe ikue, lakini haiwezi kukua chini ya mikono ya Chama cha Mapinduzi. Nikachagua kwenda upinzani ili tuiondoe CCM madarakani. Nimepitia kila aina ya mateso, nimepitia kila aina ya manyanyaso. Geita hapa ishakaa vituo vya polisi mpaka nimeshachoka. Sijawahi kuacha kuja. Yote hayo dhamira ya kupigania nchi yetu, tuiondoe madarakani Chama cha Mapinduzi. Wenzetu wanatuambia tusiende kwenye uchaguzi, tukienda kwenye uchaguzi tutakufa. Kapake poda na mkeo kae. Aliyekwambia uchaguzi ni biashara ya kuimba kwaya ni nani? Wapi tumeona duniani uchaguzi eti chama cha upinzani kinasusia uchaguzi eti kukitisha chama tawala? Wapi? Wapi ndugu zangu, na wauliza wapi? Nchi gani chama cha upinzani kimefanikiwa kususia uchaguzi halafu chama hicho kikabaki salama, halafu chama tawala cha nchi hiyo ndio kikafa? Wapi? Hapo ndipo tulipoachana ndugu zangu. Kwamba bwana we, kama nyinyi mnadhani uchaguzi ni jambo la lele mama, bakini. Sisi tunaamini wajibu wetu huu wa kuipigania nchi hii, kupata mabadiliko, kuiondoa CCM madarakani, ni wajibu ambao unahitaji moyo mgumu, unahitaji ujasiri, unahitaji uthubutu, na hautaji lele mama wala kuogopa. Ikiwa utaguswa na jamii yetu ya watu wenye uhitaji maalum, shirikiana na Opoa TV, sauti ya wote, ikiongozwa na Director Monitor. Leo iko kwako, ikiomba chochote kitu kwa ajili ya kuwatembelea watu wenye mahitaji maalum: yatima, wafungwa, walemavu, wagonjwa na wazee wasiojiweza. Asante kwa ukarimu wako na Mungu akubariki sana.